toka huko mpaka hapa, wakati unashangaa umekaa. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Unaona, nitakuwa naangalia nikikuona wewe ushangili, nitakuja sasa nikuleta hapa mbele. Sasa nichukue mambo mengi, naomba nimlete mchungaji Obi. Tuchukue pesa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wana furaha? Kweli? Wangapi wana amani? Amen. Utukufu kwa Mungu. Sasa nataka nimwinue mtumishi wa Mungu, Askofu Anthony atuletee neno. Naomba tusimame. Hebu tupigie sote makofi wakati tunasoma. Haleluya. Pigie Bwana Yesu makofi mazuri zaidi ya hapo. Naomba tuniseme kabla nimlete mtumishi wa Mungu, kama kuna kiti mbele yako, tafadhali songa na uketi katika hiki kiti. Niliwaambia hivyo jana, sikuona mkifanya hivyo kwenye mkutano. Sikutaka kuwatangaza pale, lakini hapa ndani usipofuata naita mjini. Sikutaka kuwatangaza huko nje. Na hiyo tabia ibaki ndani yetu. Tunalijaza kanisa la Bwana kutoka mbele. Amen. Haleluya. Naona kuna kitu kimoja hapa. Nimeweka begi, manguo. Basi. Amen. At least. Jamani, inua tu mikono yako, inua mikono yako juu. Inua mikono yako juu. Unajua Bwana amezungumza nasi jana usiku, amezungumza nasi mchana wa leo, amezungumza nasi jioni kwenye crusade, lakini Bwana hajakoma kunena. Sisi mara nyingi ndio tunakosa kusikiliza kile ambacho anasema. Usiku wa leo ninamsihi Roho Mtakatifu afungue masikio yako. Usiweke mawazo yako nyumbani, usiyaweke kwa watu, usiangalie muda wako, lakini weka mawazo yako kwa Bwana Yesu, maana Mungu anataka kuzungumza jambo jioni leo. Na hili neno ambalo ameliandaa kwa ajili yako, kwa ajili yangu, tukalipokee, tusilisogezee mtu mwingine, lakini tulipokee sisi. Wakati huu mtumishi wa Mungu akija, nataka tumuite Bwana. Mwambie Bwana uko tayari. Anza kunena, mwambie Kristo uko tayari kulisikiliza neno. Wakati huu mhubiri anasonga madhabahuni, anza kusema na Bwana. Sema tu na Bwana kwamba niko tayari kusikia, niko tayari kupata kile ambacho umekiandaa jioni ya leo, niko tayari kula chakula hiki cha kiroho. Mwambie Bwana ukiwa umemaanisha kutoka ndani ya moyo wako, maana Mungu anapenda mtu ambaye anamwaga moyo wake mbele za Bwana, kama Daudi alivyokuwa anafanya. Alikuwa anasema hakuna lolote nitakalolificha usoni kwa Bwana. Alikuwa anamwaga moyo wake mbele za Bwana. Kwa sababu hiyo Bwana akampenda mpaka akasema, huyu ni mwanangu ninayempenda, yani a man after my own heart, anayempenda, akampenda kabisa. Kwa hiyo upendo, wewe fungua tu kinywa chako na ufungue moyo wako jioni ya leo. Rama seketelevo yanga, tunakukaribisha Roho wa Bwana, wewe ambaye haujakoma kunena, unene nasi jioni ya leo. Mtumie mtumishi wako kama chombo ulichokiandaa, na neno ambalo unalitunza ndani yake ukalitoe katika nguvu. Wakati Bwana Paulo alikuwa ananena na Wathesalonike, pale kwa Wathesalonike 1:5 akasema, maneno yetu hayakuwa matupu, hayakuwa makavu, lakini tulinena neno katika nguvu na katika Roho Mtakatifu. Jioni ya leo neno la Bwana linakuja katika nguvu na katika Roho Mtakatifu, likaguze mtu, likaguze maisha ya mtu, likabadilisha mtu, likabadilisha maisha ya mtu, likabadilisha hali ya mtu, likatende mapenzi yake usiku wa leo kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu mpate mafuta mwanao, anapotumika atumike kulingana na mapenzi yako kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Mshangilie Yesu kwa makofi. Hakisha naomba ukaketi. Bwana Yesu asifiwe. Basi inua mkono wako juu, kisha mpe Yesu shangwe na vigelegele.
Amen. Naitwa mchungaji Joseph Wambura. Ninahudumu pale Kenya kwa kanisa moja linaloitwa Ikerere Pefa. Hapo ndipo tunamtumikia Mungu na ninamshukuru Mungu sana kwa kibali na neema ambayo ametupa. Si kwa uwezo wetu, si kwa nguvu zetu, lakini ana makusudi ili kwamba tuweze kuwepo hapa Shabaha kwa ajili ya neno lake, kwa ajili ya kuliponya taifa hili la Shabaha na watu wa Mungu walioko katika eneo hili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ninamshukuru Mungu sana, maana hawezi fanya hivyo pasipokuwa na makusudi na malengo ya kuweza kuwaponya watu wake. Na hivyo jioni ya leo na usiku huu ninaomba kulileta neno la Mungu ambalo mtumishi wa Mungu amekwisha liombea, lakini ninamwomba pia Mungu akaweze kufungua moyo wako ili ukaweze kulitafakari neno hili, likapate sehemu katika maisha yetu, likapate sehemu katika moyo wako, ili likaweze kukuponya. Bwana Yesu asifiwe. Basi ujumbe wa leo nimeweza kupa kichwa kwamba Yesu akajue hitaji lako. Unapomngoja Yesu, wacha akajue hitaji lako, maana tunapoendelea kumngoja, hakika atakuja na atatushika mkono na kisha tutasimama na kusonga mbele. Bwana Yesu atukuzwe. Basi niombe tuweze kupata msomaji atusomee neno la Mungu kwenye kitabu cha Yohana sura yake 500. Tutasoma kuanzia mstari wa kwanza hadi pale mstari wa 8. Mtu mmoja msomee kwa sababu ya muda. Neno la Mungu linasema cha Yohana sura ya 5 kuanzia mstari wa kwanza. Baada ya hayo palikuwa na sikukuu ya Wayahudi. Baada ya hayo palikuwa na sikukuu ya Wayahudi. Naye Yesu akakwea kwenda Yerusalemu. Naye Yesu akakwea kwenda Yerusalemu. Na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo. Na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo pana birika itwayo kwa Kiebrania Bethzatha. Na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo pana birika itwayo kwa Kiebrania Bethzatha. Nayo ina matao matano. Nalo lilikuwa na matawi matano. Ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala. Ndani ya hayo matawi palikuwa na jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala. Vipofu, wakiwemo pia na viwete, nao waliopooza, wakingoja maji yachemuke. Kwa maana kuna wakati ambapo malaika hushuka. Maana kuna wakati ambapo malaika walikuwa wakishuka, akaingia katika hilo birika, akayatibua maji. Basi yeye aliyeingia wa kwanza, na yeye aliyeingia wa kwanza, baada ya hayo maji kutibuliwa, akapona ugonjwa wote, akaweza kupona ugonjwa wote aliyokuwa nao. Na hapa palikuwa na mtu. Basi hapo palikuwa na mtu mmoja ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 38. Ambaye alikuwa hawezi muda huo wa miaka 38. Yesu alipomwona huyu amelala. Yesu alipomwona huyo mtu amelala, naye akijua kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Naomba uweze kupigia mstari, uweze kuunderline, piga mstari kwenye neno hilo. Naye Yesu alipomwona huyu amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi. Yaani Yesu akijua ya kwamba mtu huyo alikuwa katika hali hiyo siku nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alijua hitaji la mtu huyu kwa muda mwingi, kwa siku nyingi tu. Biblia inatuambia kwamba mpendwa huyu
akawa amesumbuka kwa miaka 38. Lakini nataka nimshukuru Mungu kama alivyokuwa katika sehemu hiyo ambayo imeitwa Bethesda, alikuwa akingoja ili shida yake ikaweze kutatuliwa. Alikuwa na subira katika eneo hili. Lakini kumbuka ya kwamba mtu huyu aliweza kuteseka kwa muda huo mrefu. Naye Yesu, Biblia inasema kwamba Yesu alikuwa amemjua siku nyingi, alikuwa ameelewa hali hiyo ambao mpendo huyo alikuwa akipitia siku nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Mstari unaofuata unasema nini? Alimwambia, wataka kuwa mzima? Yesu akamwambia mpendo huo, je, wataka kuwa mzima? Mstari wa 7. Yule mgonjwa akamjibu, mgonjwa naye akaweza kumjibu Yesu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani. Mimi sina mtu wa kunitia birikani ili nikaweze kupona. Maji yanapotibuliwa, ila wakati ninapokuja mimi. Alipokuwa anajaribu kwamba aweze kuingia katika maji hayo, mtu mwingine hushuka mbele yangu. Kwa sababu ya udhaifu wake, basi anapata ya kwamba kuna mtu amekwisha muwahi. Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako, uende. Na ukawende. Bwana Yesu asifiwe. Mpe Yesu makofi. Basi kichwa cha neno la Mungu usiku wa leo ni kwamba Mungu tunayemwabudu, Yesu tunayemsema usiku huu, Yesu tunayemtafuta katika maisha yetu, Yesu ambaye tumemkiri katika maisha yetu, akaweze kujua hitaji la mioyo yetu, akaweze kujua hitaji lako wewe uliyeketi mahala hapa usiku huu. Tunapoendelea kumngoja huyu baba yetu, tunapoendelea kumuita huyu baba yetu, ni ombi letu usiku wa leo, ni ombi letu tunapokuwa katika safari hii, ya kwamba tunapomuita Mungu, tunapomngoja Mungu katika maisha yetu, akapate kujua hitaji la moyo wetu. Wakati mwingine yawezekana usipate mtu wa kukushika mkono, yawezekana usipate mtu wa kuegemea, lakini Yesu tunayemwita usiku huu, Yesu tunayemtaja katika madhabahu haya, hana uwezo wa kutushika mkono pasipo mtu wa kutegemewa. Yesu mwenyewe ni tegemeo katika maisha yetu mpendwa. Yesu mwenyewe anatosha kukushika mkono katika jina la Yesu Kristo. Ninajua usiku wa leo kuna mtu hapa labda anasema afanye nini, apate wapi mtu wa kumshika mkono, lakini neno la Mungu linasema Yesu akiwa upande wako, Yesu akiwa pamoja nawe, basi anatosha kukushika mkono kisha ukasimama na kuendelea mbele. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tendo huyo akawa ameteseka siku nyingi. Kumbuka sehemu hiyo ilikuwa ni sehemu ya kupeleka mahitaji. Yawezekana uko hapa na hitaji lako. Hawa walikuwa ni viwete, wengine walikuwa ni vipofu, wengine walikuwa ni mapoza, wengine labda walikuwa na mahitaji tofauti. Basi sehemu hii ikawa ni sehemu ya kungoja ili wakapate kuponywa. Lakini mpendo huyu, Biblia inasema ya kwamba yeye ameweza kukiri, hakuna mtu wa kumshika mkono. Kama vile unaweza ukawa hapa unashangaa utafanya nini ili hitaji lako likapate kutimia, lakini neno la Mungu linasema yupo anayeweza kutushika mkono, yupo anayeweza kusimama pamoja nasi, yupo anayeweza kututendea pasipo kutegemea yeyote yule, katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mpe Yesu makofi mpendwa. Uko hapa na umesumbuka siku nyingi, lakini nataka nikwambie Yesu tunayemnena kwenye madhabahu haya, Yesu ambaye tunatembea katika safari ndefu kuja kumwendeza katika eneo hili, ana uwezo ulio wa ajabu, ana uwezo ulio wa ajabu. Yeye ni Mungu wa msaada mkubwa, yeye ni Mungu anayeweza kutuponya, yeye ni Mungu anayeweza kufanya miujiza katika jina la Yesu.
asifiwe. Wapendwa, tuna Yesu wa kutushika mkono. Tuna Yesu wa kunena na maisha yetu usiku wa leo. Tuna Yesu wa kutuponya. Tuna Yesu wa kukutana na hitaji letu usiku wa leo. Naye tunamtegemea kwa sababu tunajua tunamgoja nini. Anaweza kutushika mkono, akaweza kukutana na mpendwa huyu, kisha akamwambia, je, wataka kupona? Je, wataka kuwa mzima? Naye akasema katika kinywa chake ya kwamba hana mtu. Haleluya. Akasema, Bwana, mimi sina mtu. Yawezekana tuko hapa na tunaona labda huduma yetu inachukua gharama kubwa, labda huduma yetu ina changamoto kubwa, lakini nataka nikwambie usiku wa leo ya kwamba tunayemwongoja, tunayemwabudu usiku wa leo ana uweza mkubwa kuliko yale ambayo tunafikiria. Ana uweza mkubwa kuliko yale ambayo labda tunayawaza katika maisha yetu, maana yeye ni Bwana wa mabwana. Anaweza kutushika mkono, anaweza kutupeleka mbali mpendwa, anaweza kuinua hata na huduma zetu, akaziweka katika viwango vya juu, akaviweka katika njia iliyo tofauti, maana tunayemwabudu ni Mungu aliyeweza. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Pendo, usije kuona watumishi wa Mungu wamesafiri kutoka mbali. Wengine wametoka kule Arusha, wengine wametoka sehemu za Nairobi, wengine wametoka kule Sirari kuja kuihubiri habari njema katika Shabaha, mji huu wa Moshi. Sio jambo la kawaida, lakini Mungu ana kusudi kwa ajili ya watu wake ili wakapate kupona. Bwana Yesu asifiwe. Na hatuna wasiwasi na baba yetu tunayemwabudu, maana tunajua anaweza. Hataendelea kutushika mkono, tutaenda hatua kwa hatua. Ninaona akitupeleka hata nchi za ng'ambo, Amerika tutakwenda, maana yeye ndiye anatuinua, yeye ndiye anatupa uweza, si kwa nguvu zetu. Na kwa sababu hiyo injili itaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Katika pita zetu huku na pale, tukaweza kushuhudiwa kidogo tu jinsi ambavyo mtumishi Mwita ameweza kung'ang'ana na huduma hii. Lakini nataka nimshukuru Mungu, maana yangekuwa ni mawazo yake, labda angekuwa amekwisha kukata tamaa, lakini kwa sababu kuna yule anayemshika mkono, anakwenda mbali, anaenda kupeleka mbali katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Petro huwa akaweza kuniambia ya kwamba mtumishi wa Mungu, haleluya, aliweza kuanzisha tu katika banda fulani, hema fulani, kati mwingine upepo ulipokija ukapeleka. Yawezekana labda katika hali hiyo angeweza kukata tamaa, lakini Mungu ambaye amemwita akiona makusudi mema katika mji huu wa Shahaba, kuna jambo analifanya kwa ajili ya huduma yake, kuna jambo analifanya kwa ajili ya watu wa Shabaha, ili jina la Mungu likaendelee kupata utukufu. Na kwa sababu hiyo hatuna hofu ya kwamba injili itasonga. Hatuna hofu ya kwamba mtumishi huyu anakwenda katika viwango vya mataifa, maana neno la Mungu linasema ya kwamba tutaipeleka injili hii hadi na watu wote wakaweze kuipata. Sio kazi rahisi, ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu Mungu yuko pamoja nasi, Mungu anayejua mahitaji yetu, Mungu anayejua ya kwamba tunahitaji kusafiri mapana na marefu, yeye atatushika mkono. Hata na usiku wa leo yuko tayari kutushika mkono ili tukaweze kusimama, tukaweze kuihubiri injili hii mataifa yote na yakamjue Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Huyo ndiye Yesu tunayemnena usiku huu. Huyu ndiye Yesu anayejua kwamba kuna watumishi wake katika mataifa mbalimbali, na kwa sababu hiyo injili yake lazima iendelee. Mahitaji yetu na yajulikane na baba yetu, mahitaji yetu na aweze kuyashughulikia. Wakati ambapo labda wanasema hatutaweza, kumbe kuna Mungu ambaye yuko pamoja nasi, kuna Mungu ambaye anatushika mkono, naye hataruhusu
sisi kutosimama kama vile alimfanya mpendo huyu akaweza kusimama na godoro lake. Alikuwa medhari ya kwamba haiwezekani, lakini Yesu anapomfikia kuna jambo linatendeka, kuna jambo linabadilika katika maisha yake. Inaamini ya kwamba wote tulioko maeneo haya, wote ambaye tunamtafuta Yesu na anapojua mahitaji yetu, wapendwa, yeye atatembea pamoja nasi, yeye atatushughulikia, yeye atasimama nasi tutasimama na kusema ya kwamba hakika tunaye Yesu. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Haleluya! Kati ambapo tunahubiri Injili, kati ambapo tunashughulika kumtumikia Baba yetu, wengine wanaweza kuona labda ni mchezo, wengine wakaweza wakaja na madharau, lakini nataka nikwambie kwamba mpendwa, Yesu anakujua. Yesu tunayemngoja anajua hitaji letu, ya kwamba tuweze kutimiza, aweze kututumia kutimiza neno lake katika mataifa yote, naye atatushika mkono hata na usiku wa leo, kwa kuwa hitaji letu li pamoja naye, kwa kuwa hitaji letu analijua. Yeye yupo tayari ili tukaweze kusimama, yeye yupo tayari ili akaweze kutuponya. Bwana Yesu atukuzwe. Haleluya! Mahitaji yetu yakajulikane na Baba yetu. Naomba usimame kwa miguu yako. Haleluya! Katika jina la Yesu. Haleluya! Pendo, usiku wa leo ni tamanio la moyo wako, ni tamanio la moyo wako. Naamini ya kwamba kila mmoja wetu aliyeko hapa kuna hitaji ulilonayo ndani ya moyo wako. Kuna hitaji la huduma, kuna hitaji la kifamilia, kuna hitaji ambalo labda limekusumbua siku nyingi, lakini nataka nimshukuru Mungu yule ambaye tunamunena usiku wa leo, kwa sababu yeye anatujua. Hatuwezi kuja hapa bure tu, hatuwezi kusimama hapa tukinena neno lake bure tu. Hakuna kusudi juu ya maisha yetu, kama vile alimuona mpendo huyo ambaye alikuwa na subira, ambaye hakuchoka kungoja hata na usiku wa leo. Ninaamini ya kwamba huyu Yesu tunayemnena, huyu Yesu ambaye yuko pamoja nasi, yuko tayari kuweza kutushika, naye anasema, je, tunataka kuponywa? Je, tunataka kuwa wazima? Je, tunataka kuinuliwa? Je, tunataka kusonga mbele? Yuko hapa kadiri tutakapokubalia. Yeye yuko tayari ili aweze kutushika mkono usiku wa leo. Hilo tamanio la moyo wangu mpendwa, ya kwamba Mungu huyo ambaye tunamtafuta aweze kutushika mkono. Tunamhitaji katika huduma, tunamhitaji katika familia zetu, tunamhitaji katika hata na mahitaji mengine ambayo hatuwezi kuyasema, lakini nataka nikuhakikishie ya kwamba Yesu anakujua usiku huu. Yesu yuko hapa. Naomba tusote tukasonge hapa mbele. Pendo, nataka tuinue sauti zetu mbele za Baba yetu, tumwambie kwamba tunamhitaji akaweze kutushika mkono. Tunahitaji kusimama, tunahitaji kusimama, tunahitaji kusimama, tunahitaji Yesu kutushika mkono, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina hilo tukapate kuponywa, kwa jina hilo huduma zetu zikapate kusonga, kwa jina hilo. Haleluya! Mabadiliko yakaweze kuwepo katika maisha yetu, katika maisha ya familia zetu, katika maisha, kwa jina la Yesu Kristo. Tunamhitaji Mungu wetu akaweze kunena na mioyo yetu usiku wa leo, usiku wa leo. Yesu yuko hapa, Yesu tunayemngoja, yeye yuko hapa akaweze kwenda pamoja nasi. Yeye yuko hapa akaweze kutuhudumia, yeye yuko hapa akanena na mioyo yetu kwa jina la Yesu. Hatuna wasiwasi ya kwamba tunayemwabudu yuko pamoja nasi, tunayemwabudu yuko tayari kutembea pamoja nasi.
Haleluya. Kwa jina la Yesu. Haleluya. Oh Yesu. Nimesema sote tukaweze kusokea hapa mbele. Naomba tu sote tuje huku mbele katika jina la Yesu Kristo. Kila mmoja wetu akiwa na hitaji lake. Moyoni mwako kuna hitaji. Moyoni mwako una hitaji. Kwa ajili ya kuponywa, kwa ajili ya kushughulikiwa na Yesu. Wacha Mungu akakushughulikie. Wacha Mungu akafanya operation. Usiku wa leo usibaki vile ulipokuwa. Mungu aliyeweza, Mungu aliyewa nguvu zote akaweza kutushughulikia usiku huu wa leo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Yawezekana pia umesumbuka siku nyingi tu, lakini Yesu yupo anayeweza kukuponya. Yesu yupo anayeweza kubadilisha hali yako ya maisha. Yuko hapa usiku wa leo, yuko tayari kukushika mkono, yuko tayari kukusimamisha, yuko tayari kunena na maisha yako, yuko tayari kusimama na hitaji na familia yako, yuko tayari kusimama na huduma zetu katika jina la Yesu. Oh, haleluya. Mwite tu Mungu, fungua moyo wako mpendwa. Yesu yuko hapa, Yesu yuko hapa. Tamani akushike mkono, tamani ainue maisha yako, tamani abadilishe hali yako. Haitabaki vile ilivyokuwa, maana Mungu yupo aliye na uweza mkuu, anayeponya, anayebadilisha hali zetu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Naomba huyu baba yetu akaweze kutuinua katika viwango tofauti, akaweze kubadilisha hali zetu, akaweze kubadilisha maisha yetu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Asante Yesu. In the mighty name of Jesus. Tunakuhitaji baba yetu, tunakuhitaji Jehova Jireh. Oh, haleluya. Yawezekana hatuna mtu wa kutushika mkono, lakini Mungu ninajua ya kwamba wewe upo. Ninajua ya kwamba uliyeniita wewe upo. Unayenijua wewe upo. Baba, shughulikia hitaji letu, shughulikia hitaji la moyo wako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Thank you, Jesus, Lord. Alikuwa kwa hali ambayo hangeweza. Biblia inaongeza hakuwa na mtu wa kumsaidia. Mara nyingi hatuna mtu yeyote wa kutusaidia. Mara nyingi uko kazini unatamani hata uongeze cheo. Watu wanatoka tumba, wako na watu wanawasaidia, wao unakosa, unabaki tu hapo kwa sababu hauna mtu wa kukushika mkono. Wengine wanasaidiwa, wanaanza biashara, wanasaidiwa, wanaenda. Wewe hauna mtu wa kukushika mkono. Wacha Yesu leo akushike mkono. Wacha Yesu akushike mkono. Mayada basara ya da. Yesu anashika mtu mkono. Yesu anashika mtu mkono.
Inua tu mkono mmoja kwa Yesu. Unataka kushika mkono, unataka kushika mkono. Wacha Yesu akushika mkono, wacha Yesu akushika mkono. Maya bota nabo saya makata, maya boseke teleba yana, maya basaka likabona, reba yana baba, maya baba, maya baba, maya baba. Shika mkono na Bwana, shika mkono na Bwana, shika mkono. Bwana kushika mkono, Bwana kushika mkono, Bwana kushika mkono, Bwana kushika mkono. Shalaba yanda rabase, wera bakanda rabasaya, reka yabana, reka yabana, saka yabana, shalaba yanda. Bwana kushika mkono, shika mkono. Watu wawili hapa upande huu unakusumbua sana gongo upande huu unakusumbua sana. Mwingine ni tumbo ni kama kuna kitu kinakatalia hapa katikati kwenye tumbo. Ndio mikono yako siwaoni, sijui wamefika wapi. Tumeshika za kuombea wale wanataka hawa nimewaita, sijui wamefika wapi, wa mgongo na tumbo. Okay, na mikono yangu. Nguvu za giza ambao unaingia kwa watumishi wa Mungu. Nguvu za giza, fanya haraka na wagiza pale ambapo umeshika, moto wa Yesu, moto na ipa moto wa Roho Mtakatifu, moto, toa mkono wako, toa kwa jina la Yesu, toka nguvu za giza, achia huo mgongo, achia hilo tumbo, toka kwa jina la Yesu. Hawa watafanya kazi ya Bwana, watatumika hata kama unataka kuwazuie bila kuagiza sasa. Achia, 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 naita moto.
Yesu. Huyu adui achana na wewe. Achana na wewe. Achana na utumishi. Achana kwa jina la Yesu. Achana. Huyu wa Yesu. Kuwa huru kwa jina la Yesu. Kuwa huru. Uongo. Toka. Uliyetuma kushika kwa Bwana. Kumpesa. Achia. Achia kwa jina la Yesu. Achia tumbo lake kwa jina la Yesu. Achia. Nawasha moto wa Yesu hapa. Nawasha moto wa Yesu kwa jina la Yesu. Shakaka ramakala basai. Toka mzee. Achia mwana. Toka wewe. Huyu amekuja kwa huduma ya Bwana, si mapesa. Shika na kuagiza toka. Chomeka kwa jina